Ula wa Minisita Silikalini Mbitu na kwao Munini wa Mutongoi Kyamani cha Jubilee Dr. Fred Matiang'I Niwaumania Vanene Nduuthi ila Ikusiiwe Kuya Kanisani wa Watima ACK Kuya Othaya kaunti ya Nyeri na Vala Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na Athaithi Manekiiwe Nzeve ya Kumya Methoi na Mwikanisyo wa Isasi Ikusiiwe. Matiang'I wetakana vai Mutongoi na umwe wa ilite Kunyamaw'a onaethiwa niwangaliko iva ya kiureti na kana maofisa ma polisi kutumia vinya ni kuendeye na kuete muisyo kwa mugo wa nthi ya Kenya. Osia Kimanzi na mauvo. Aine na Dr. Fred Matiang'I Niwaumania kwa Vanene mutuo wa maofisa ma serikali kutumia vinya kukita atongoi ma kisiasa na munonga likoni ya ulei ayumani yake koja Kuvithukiwa kwa kanisa Vala Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na abikite Athaithi ngalikozi ya Nyeri muthenyani wa Iyoo. What happened yesterday in Othaya, Nyeri is very shameful, honestly. It's unthinkable that young kids who woke up in the morning to go to Sunday school would be tear-gassed in the manner in which they are tear-gassed without cause. There is no crime they had committed. They were not in the wrong place. They were in the place they wanted to be in at that particular time. The poor old women running around, away from tear gas and harassment is very, very shameful. And I've often said, for our political leaders, don't listen so much to the words they tell you, especially the ones in government. Look at their actions. Because how would a confident government do that? Because a government that's confident and has no problem with its population, with its people, why would they allow that kind of thing to happen? Okay, fine. Now, with tremendous respect, and I'm happy myself that the senior leaders of government, including His Excellency the Deputy President, whom I have a lot of respect for, and the Minister for Interior, have said agree with us that what happened is shameful and it's something that ought not to happen. Now, let's move to action. Let's see where action will be taken and so on. Because that is what is going to tell us the sincerity or genuineness of this. Let's see what's going on. Matiang'I ni waende ya nambe kukulia maofisa ma serikali mubiani wonsesei kweka kutumika na ini serikali kuthiu tena miyao yanzi aimenda kunenga ndaya enenzi ma Kenya. Tena ndio mimi na washauri hawa ndugu zangu viongozi walio katika vitengo vya usalama. Usikubali kutumiwa kubeba uchafu wa watu na mipango ambayo inakuharibia wewe mwenyewe sifa kwanza. Inaharibu nchi yako. Na wakati mwingine ikiendelea namna hii, ikifika mahali hata unaweza kushtakiwa wewe mwenyewe na hayo maneno, na wewe huna haja na hayo maneno. Wewe unataka kutumikia nchi yako, umalize kazi yako, ustaabu vizuri uende nyumbani. Na kwa heshima kubwa sana kwa wale viongozi wetu wako kwa serikali, tafadhali tuheshimu akili na uwezo wa wananchi tunao waongoza. Avindane kau Matiang'I ewazikana atongoi anene ba Kenya ni mane kwithwa no sese imwailu indi Kuvithukiwa kavindane kala membo manoni sia wanda. A national leader of Gachagua's stature, when they move to a particular place and they're going to have a function in a particular, the county security team knows. The National Intelligence Service officers in that area knew that there was going to be a meeting that day. How can you tell me that they did not know there was a plan to disrupt the meeting? Ngiri votia vilingi wa Mutongoi TV, Othaya Kimanzi.